Fursa zipo nyingi sana kwenye tenda za serikali kwa ajili ya vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Vijana naona ni kazie kabisa. Lakini mtaani fursa zipo. Lakini kwenye mfumo wa Nesti fursa zipo, vijana ndio hawapo. Yaani ukiangalia makundi ambayo yamesajiliwa pamoja na kutoa elimu kwa umma, ni makundi 1200 kwenda 1300 nchi nzima. Fursa ambazo zipo ni zina thamani ya zaidi ya trilioni 5. Fursa za tenda za serikali. Mpaka sasa waliozi access kwa ujumla ni wamepata tenda za shilingi bilioni 33. Umeona zimebaki ngapi? Hata trilioni 1 hatujafika. Bado. Kuna vikundi vingi sana vya unajua vya mikoba, vya wanawake, vya vijana na vikundi vingi. Lakini kwa nini hawaji kwenye sehemu ambayo watafanya kazi, uhakika wa kulipwa upo, serikali ina hiyo pesa, tayari tenda zipo. Kwa hiyo serikali inazidi kuambia njooni kwenye fursa, lakini hawaji. Tukasema tumeshatoa elimu sana. Bila shaka na Lambert pia kuna kipindi mlikuwa mnatusaidia kutoa elimu kupitia Bongo FM. Sasa tutafute njia nyingine labda ya kuwafikia vijana kupitia njia yao wenyewe ambayo pia tunaweza tukawapata. Labda taarifa ya habari kuna wakati hawaangalii, labda vipindi fulani hawaangalii, tukatengeneza na nyimbo. Sasa tumekuja kwenye filamu. Unajua kabisa soko la filamu, watu wengi sana wanaangalia filamu. Kwa hiyo tukawatafuta, tukatoa nafasi kwa balozi wa Nest, akaja na idea kwa sababu naye pia ni mwigizaji, ya kutengeneza filamu. Kwa hiyo akatengeneza filamu ambayo ina maisha ya kawaida kabisa, lakini ndani yake inazungumzia jinsi ya kupata nini? Tenda za serikali kupitia mlango wa makundi maalum. Kwa tunaamini mtu akiangalia ile filamu, akifika mwisho atachukua hatua, kwa sababu tunafahamu video au movies zina tabia kubadilisha tabia ya mtu kufanya kila anachokiona kwenye movie. Utaona watu walianza kufunga kitambaa cha Tupac kama Shakur kwa sababu wamemuona kwenye nyimbo za muziki. Tunaamini wakimaliza saa hizi watakuwa wanafanya kila ambacho steering wa hii movie amefanya mwishoni akafanikiwa. Kwa hiyo movie iko vipi? Naomba niwaache wataalamu wenyewe pia. Alright. Yeah. Hai, Nide niongoze. Tunaanza na nani wala watu eleza? Naomba tuanze na ladies first always. Wanaume mmezungumza sana. Kwa hiyo lazima tusikie pia sauti za kike. Tupo na Sonata Nduka ambaye yeye ni balozi wa mfumo wa Nesti kama Joseph ulivyosema, lakini pia yeye ndiye muandaaji, lakini pia ni muigizaji. Kwenye filamu hii pia umeigiza? Yeah. Sawa. Tupe picha ya filamu yenyewe, namna ulivyoanza kubrainstorm wazo lenyewe, lakini matokeo yake jinsi ilivyo na matarajio yako kwa wapokeaji. Kama alivyosema Jose kwamba tulishauriana kwamba tumeshatumia, kwa sababu mimi kama balozi tayari nimeshashiriki kwenye kampeni mbalimbali za kutoa elimu ama kupeleka uelewa kwenye jamii kuhusiana na namna gani ambavyo wanaweza kujihusisha na fursa hizi za serikali. Kwa hiyo nikawaza, kwa sababu niko kwenye uigizaji kwa muda, kwa hiyo nikapata hiyo wazo kwamba kwa nini tunaweza tukafanya filamu ambayo pengine ikatufanya tukafikia watu wengi zaidi, kwa sababu tuko kwenye kampeni ya kufikia haya makundi maalum ambao ni vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Na ukizingatia pia vijana na wanawake kwa asilimia kubwa lazima wakute kwenye TV wakiwa wanatazama filamu. Kwa hiyo ikaja hapo wazo kwamba tunaweza tukapenyeza hapo ujumbe ambao moja kwa moja ukafikia hawa walengwa, kwa sababu ndo watu wanatazama filamu kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo wazo ndo lilitokea hapo. Na wazo hili lilikuja I think ilikuwa ni 2024 mwishoni. 2025 January tukaanza sasa kukaa vikao vya namna gani tunaweza tukatengeneza story iwe ya aina gani. Kwa hiyo hapo tukakutana na director ambaye ni Sule Shimara. Kukutana na director tukapata sasa mwongozo namna ya kuweza kuandika script na vitu kama hivyo. Baada ya pale director akatusaidia kuweza kupanga cast ya waigizaji ambao wanaweza kufit kwenye story husika. Na pale pia tukapitia mchakato wa kutoa seminar kwa waigizaji ambao wamecheza ama wameshiriki kwenye filamu hii, kwa sababu ni filamu ambayo pia inakwenda kutoa elimu. Kwa hiyo lazima wao inauelewa kwamba wanapeleka elimu ya aina gani, kile wanachokipeleka wao wanakielewa. Yes. Kwa hiyo tukapitia pia huo mchakato. Tukaenda kwenye kushuti
unajua changamoto za kushuti si kazi rahisi kushuti. Kwa hiyo kutokana na ubora pia wa timu ambao tulikopo nayo, ikatoka tukamaliza kushoot, tukaingia kwenye editing tumefika sasa hivi. Sasa kazi mzigo upo tayari au vipi? Yes, mzigo uko tayari, lakini kipindi kama utaweza kuiona ni mwaka mzima hapo kwenye kuiandaa. Yes. Sasa Nile, kabla hujaendelea, ndio kwa nini mlimfikiria Dude kuwa sehemu ya ya filamu hii ya ambaye atahusika kwenye filamu? Okay, kwanza filamu inaitwa Winga. Winga kwa tafsiri rahisi ni mtu kati. Mtu ambaye yupo hapo kati kwa ajili ya kukupa connection. Ndio. Na ndivyo ambavyo imezoeleka mtaani, kwamba kuna mtu anahitaji connection fulani lakini labda pengine hawezi kuifikia hiyo connection. Sasa kuna huyu mtu kati ambaye yeye anajuana na watu kutokana na ujanja wake, labda ana Christmas nyingi mjini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inafanya kwamba yeye awe ana hizo mtoto wa mjini yani. Yes, mtoto wa mjini. Kwa hiyo Dude amesimama kwenye Winga kama Winga mwenyewe. Kwa nini? Hilo pia ni wazo la director, kwa sababu yeye ndio aliyomchagua Dude, akasema Dude hapa anakaa kutokana na character ya hichi ambacho kimeandikwa hapa. Alright. Hapo ndipo ilipotokea Dude kuwepo kwenye kazi hii. Okay. Bwana Dude, Naam. ulipopata simu kwamba bwana kuna filamu inahusu masuala ya ununuzi wa umma, PPRA, Nest na nini, kwanza ulikuwa unafahamu Nest yenyewe na PPRA? Kabla nilikuwa sifahamu. Na bahati nzuri hata kabla hatujaanza kushuti hiyo filamu tukawa tumepata elimu ya Nest. Okay. Namna gani mfumo huu unafanya kazi, namna gani watu wanapata kiurahisi kutokana na aina ya tenda unayoitaka kutoka serikalini. Kwa hiyo tulishapata hiyo elimu, ikatusaidia kidogo hata katika uwakilishi wa hiyo filamu. Unaona kabisa kwamba tunauelewa ndani yake. Alright. Ndio. So simu ilipoita tu bana kuna filamu inahusu ununuzi wa umma, nini kwanza kilikuja kwenye akili yako? Mimi kwanza nilifurahi na napenda sana kufanya kitu ambacho kitakuja kuleta elimu nzuri au kitakuja kuleta manufaa katika jamii. Okay. Unapopata nafasi ya kuweza kufanya kazi na taasisi za serikali tuseme, na ukafanikiwa kwa maana leo kesho watu wengi wataingia katika kutafuta tenda kwenye kwa serikali na wakanufaika, hapo baadaye itaonekana elimu kubwa ilitoka kwa watu kama kina Dude. Walifanya kazi fulani tukapata kujua, pengine huko mtu kapata maendeleo yake, atakumbuka tu, atasema jamaa zamani tulikuwa tunashindwa kujua tunafanyaje kazi na serikali. Ndio matokeo yake kina Winga wakayepo kina Dude hapo mtukati. Wengi wanapoteza, watapeliwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi pia nimecheza kama Winga, ni mtu ambaye nilikuwa na mishimishi zangu, na kaa katikati ya watu wenye uhitaji na watu wenye kutoa nafasi. Sawa. Yeah. Haya, bana, kwa ufupi tu Winga amecheza nafasi ipi na nini ambacho mtu ataenda kuitazama hii filamu atakiona kwa picha tu? Yes. Winga ni mtukati kama tulivyosema. Unajua sio mawinga wote wabaya, lakini kuna winga wameingia kwa sababu ndio nafasi yenyewe ya kuweza kufanya utapeli. Lakini kuna mawinga wazuri, mathalani wewe ufahamu maduka yanauza simu na umefika labda Kariakoo tuseme. Wako watu wanajipatia riziki na waaminifu. Atakwambia bana unahitaji aina fulani ya kitu bana, mpaka uniletee nikione nalipa. Yeye anaenda kwenye maduka na wale wenye maduka wanamwamini bana, na mteja sehemu fulani anapewa mzigo, anakuja na ule mzigo na ukagua, yes natafuta hiki kitu, unalipa naye anapata faida yake, anapata faida kutoka kwako hata kwa mwenye duka ambaye ametoa hicho kitu. Kwa hiyo wako watu hao wanaitwa mawinga ambao hata mheshimiwa juzi rais aliwataja, aliwazungumzia, walikuwepo pale Kariakoo. Lakini kuna mawinga matapeli. Kuna lugha moja watu wanaita mtaani vishoka. Kuna vishoka, unajua ni wale watu wanafanya kazi sio professional. Kuna mtu anafanya kazi kwa uzoefu. Mimi najua tu fundi umeme, sijasomea nini. Nakwambia nyumba yako wamekwambia wataalamu watafanya hela ngapi? Tunataka milioni, lete 300,000.
huyo ni kishoka. Anafanya kazi ndani ya siku 3 nyumba imelipuka. Nyumba nyingi zimeungua kwa sababu wiring wamefanya vishoka. Sasa hao vishoka ni wabaya zaidi kwa sababu wanafanya kazi sio kitaalamu, sio wataalamu, lakini wanafanya kazi za kitaalamu. Winga ni mtu ambaye anajua sehemu gani zinapatikana simu nzuri, sehemu gani TV nzuri. Ndio. Lakini ndani ya mawinga wao wameingia matapeli kwa sababu Watanzania wana asili ya uvivu. Hata ukimwambia ukienda Mwenge hapo unaweza ukapata hichi kitu unachokihitaji. Anaona niende paka Mwenge, anatafuta mtu wa kati. Mtu wa kati sasa, huyo mtu wa kati ndo ana riziki yake na kutokea hapo. Sawa. Kwa hiyo wewe ni winga mzuri, winga mbaya? Mimi kwa winga mzuri. Kwa hiyo mimi ni winga mbaya ambao kitu nakikwamisha. Kitu kiko sawa, mtu ana haki ya kupata hicho kitu nini, lakini mimi naweka vizingiti. Bwana, kila kitu kimeenda vizuri, lakini kuna bosi mmoja huyo ndo anatuchelewesha. Anataka uweke 500,000, lakini si kwamba kule kuna ucheleweshaji. Kule wameshakubali kila kitu kimeenda vizuri, lakini mimi ndo naleta ugumu ili hela iweze kutoka. Kwa kuongezea hapo aliposema Dude, winga ambaye tumemcheza kwenye hii filamu ya Winga, of course kama alivyosema kwamba kuna mawinga ambao ni wazuri na mawinga ambao ni wabaya. Tukija katika sekta hii ya ununuzi wa umma, winga pekee ambaye anaweza kukuconnect wewe na fursa na tenda za serikali ni mfumo wa NeST. Kwa hiyo ndio kitu hasa ambacho tunakizungumzia katika filamu hii ya Winga, kwamba achana na mawinga wote. Pengine walikuwepo kipindi cha nyuma wakati mfumo hujaanza kufanya kazi. Kwa hiyo sasa hivi tunao mfumo wa NeST ambao huu ndio unakuunganisha wewe na fursa za tenda za serikali. Na pia ni filamu ambayo pia imegusa makundi ya vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu, namna gani hasa ambavyo wanaweza wakajiunga kwenye kikundi cha watu 5 mpaka 20 ili kuweza kunufaika na hizo fursa. Kwa hiyo hapa kwenye filamu tunaona wanawake ambao tunajua mahangaiko ya wanawake kwenye vikoba, michezo hii, sijui mikopo, ili waweze kujikwamua kiuchumi. Mahangaiko yao ndio yanawakutanisha na Dude ambaye yeye ndo mtukati. Sasa wao wanatafuta fursa, lakini sasa walipita katika njia ambayo sio sahihi. Pengine kwa kukosa huo uelewa kwamba kuna mfumo wa NeST ambao ni rahisi kuutumia, ni rahisi kujiunga na ni rahisi kuweza kupata hizo tenda. Kwa hiyo kukutana na Dude ndio kitu ambacho kikao kimeharibia, lakini mwisho wa siku wakaja kukutana na mtu ambaye ni sahihi na akawapa sasa uelewa kwamba namna gani wanaweza kujikwamua na kuweza kufanya biashara na serikali. Nzuri sana. Hivi Dude, wakati unaigiza kuna somo pia ambalo wewe umetoka nalo. Lipi? Ni namna ya kupita njia za mkato. Unajua kwenye movie hii ya Winga haijaelimisha tu kuhusu mfumo wa NeST. Umeelimisha pia kuhusu mfumo wa maisha yale ya kuwa wazembe, kuamini watu na kuwa wavivu, kwa sababu sisi wa Tanzania kiukweli kabisa tuna asili ya kwamba tunapenda sana mafanikio ya njia mkato na uvivu uliokithiri. Mfano wamezungumzia hata hapa mfumo wa NeST ulivyokuwa rahisi kwamba hata ukiwa ndani, hata hapa tu una internet yako imekaa vizuri, una search, unaangalia kitu gani ambacho unaweza kukifanya katika tenda za serikali ambazo zipo wazi. Kama mimi bwana na uwezo wa kufagia kwenye maofisi manini na vitendea kazi na nini, una apply na unajibiwa hapo hapo. Lakini zamani unamtafuta nani mjanja hayuko jamaa mmoja bwana anaitwa Dude bwana Dude mimi nataka kupata tenda bwana, ananiambia bwana. Sasa hiyo Dude kainua simu kampigia mtu ataeleweke, mzee na mtu wangu hapa, unaona bwana mtu namweza sana. Kwa hiyo ujanja mwingi ambao unasababisha pia unaweza kupata hiyo tenda, lakini itakutia hasara kwa namna kumbe hiyo tenda iko bure, ni wewe tu. Lakini sasa utaanza kutoa hela, si nauli, mtu asafiri, si nini mara naenda kukutana naye hoteli fulani, bosi mkubwa hapa, jamaa kichukua hela naenda kulala. Kwa hiyo unazungushwa, matokeo yake au una uwezo wako kupata hiyo tenda kikawaida haufai, lakini mtu anakupa moyo kwamba bana mimi huyu mtu namweza, wewe niachie mimi. Kwa hiyo ndo huyo Winga ambaye tunamzungumzia. Kwa hiyo ni filamu moja watu wakiangalia watapata elimu kubwa sana, utafaidika na kilichomo. Alright. Bana, nilikuwa napitia hapa kwenye YouTube ya PPRA Tanzania, nimeona wameweka trailer
na filamu ipo pia. Na Nenda filamu kwenye ipo, video eh? ipo. Okay, Nenda ngoja pale kwenye nitafute video vizuri. pale. Ngoja niende niingie vizuri nitazame. Kwenye video hapo. Shaweza. Ambayo ina dakika takribani 26 hivi. Hiyo ni Okay. episode 1. Inatazamika. Nilidhani kwamba itakuwa na 2 hours. Nitaka kusema kaka, hebu ungepunguza kidogo. Sasa hiyo ni episode 1. Episode 1. Inogewa unaenda episode 2. Episode 2, okay. Na safi utamu sana. uko juu zaidi. Unazidi kwenda. Kadri unazidi kwenda unazidi Ndio kupata kwenye utamu zaidi. mafanikio. Samahani kidogo. Unasema utamu? Uko mwisho. Okay, sawa. Basi sawa, bwana jamani, ni kuhusiana na filamu hii, ni mahususi kabisa inayoeleza maudhui yake yamebeba namna ambavyo njia za mkato au ukikosa ufahamu kuhusu ununuzi wa umma unaweza ukajikuta umeangukia kwenye mikono ya mawinga ambao watakuingiza hasara, watakupotezea muda na unaweza kukukwamisha kwenye kupata tenda. Winga pekee na connection pekee ni mfumo wa Nest. Nest. Kama una shida yoyote ya kuhusiana na Nest, unataka kufahamu, tupigie simu. Sisi ni ofisi ya serikali ambayo ipo wazi kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 2 kamili usiku. Wanapokea simu watu hawa kwenye simu na 0736 49 49 48. Piga simu, uliza chochote kuhusiana na mfumo wa Nest. Na kama wewe ni kijana ambaye una mapambano, usiishie kupambana na kulalamika. Unda kikundi cha watu 5 hadi 20, jisajili kikundi chako, halafu fanya utaratibu wa kufuata ili uweze kupata tenda za serikali. Tenda zipo nyingi kuliko tunavyofikiria. Wapo watu wamepata tenda, ndio maana tunasema zaidi ya bilioni 32 tayari zimeingia mtaani. Wewe unaweza kuwa sehemu ya zilizobaki. Na haziwezi kuisha, bado fursa ni nyingi sana. Sawa, nilikuwa naangalia hapa highlights za hiyo filamu. Wamechangamka sana. Uchangamfu Kuna umezingatiwa. uchangamfu mwingi sana. Kwa vizuri. Bwana nitakisha basi leo naitazama hii Na episode imerekodiwa Dodoma. Dodoma. Asante sana. Sio Dar es Salaam tena. Tumeenda kufanya Dodoma. Alright. Bwana Balozi, tamaa yako ni nini watu baada ya kutazama filamu hii? Tamaa yangu ni kuona kwamba vikundi vinaongezeka, kwa sababu mpaka sasa hivi tuna vikundi ambavyo vimejiandikisha, vimeshaanza kupata tenda. Ni takriban vikundi 1300. Lakini lengo la PPRA ni kufikia vikundi 20,000. Kwa hiyo tamaa yangu ni kuona kwamba baada ya kupata elimu hiyo, basi mwinuko tuone, ule mwamko tuone kutoka kwa wanawake, vijana, wazee na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo kama 30% inatengwa katika kila taasisi ya serikali kwenye hiyo sekta ya ununuzi wa umma, kwa hiyo kuna fursa pana na kubwa ambayo bado vijana hawajaichangamkia, ama hayo makundi bado hawajaichangamkia. Alright, sawa. Dude. Naam. Unadhani uhalisia wako utaenda kubadilisha kwa kiasi gani fikra za watakaoenda kutazama? Kwa sababu humo nimetisha. Nimetisha kwa sababu watu watajiepusha sana na mtu anaitwa winga. Kwa sababu mtu anaitwa winga, mathalan kwenye movie unakosa hela, unapata hata unaomba hata rushwa ya ngono. Kwenye hii movie imetumika kwa bwana wewe, kama mnaona nyie labda mzigo hela hamna vizuri sana, mimi nakuweka kwa bosi hapo. Fasta unaweza kupata tenda. Kwa hiyo watu watachukua tahadhari ya mambo mengi kama nilivyosema, kwa sababu hiyo filamu inaelekeza vizuri namna gani unaweza ukaepuka hii masuala ya watu wakati na ukafanikiwa tu. Ni namna ya kutulia pia kujifunza. Kujifunza kwa maana kwamba unapotaka kuwekeza au unapotaka kupata kitu lazima uwe na utaratibu. Alright. Wewe mwenyewe imekubadilisha vipi hii filamu? Mimi nimejifunza ingawa siaminiki, lakini na mimi najifunza kutokea hizo tukio haya. Kwa hiyo hata mimi na uwezo wa kuandaa vitu vyangu, nikaomba Nest. Sasa Nest sijui kama sijui. Sawa. Bana, shukrani sana Joseph. Muhodzi, kama una jambo la kumaliza? Jambo la kumaliza ni kuambia tu kwamba Watanzania wote tujiunge kwenye mfumo wa Nest. Ofisi zetu zipo katika kanda 6. Tuko Dar es Salaam, tuko Mbeya, tuko Mtwara, tuko Tabora, tuko Mwanza na tuko Arusha, lakini makao makuu yetu yako Dodoma pale sehemu moja inaitwa Tambukareli. Kwa karibuni sana kwa kila kitu ambacho mnataka kukiona. Tuko Instagram, tutafuteni PPRA_Tanzania, tuko Twitter PPRA, tuko YouTube PPRA, na tuko sehemu nyingine zote kutafuta PPRA Tanzania. Movie iko PPRA Tanzania YouTube, lakini itarushwa pia na kituo cha TBC1 na TBC2 na vituo vingine
vingi ambavyo vitakuwa vinarusha. Kwa hiyo utakutana nayo tu. Basi tutaongea nawe vizuri ili pia utatupa hiyo ratiba ya inarushwa saa ngapi huko kwingine. Hayo ni maongezi mengineyo au vipi? Ya baadaye kidogo. Wapi bwana Jose? Mimi sina pingamizi kwa maana ukimwangalia Sonata jinsi ambavyo amechangamka kwenye hii movie na namna anavyoongea pale ni vitu viwili tofauti. Ndio maana halisi ya kuvaa uhusika. Ukipewa kiona vita ya Sonata na Dude hatari sana. Kuna vita iko hapo. Bwana nataka kumfunga miaka yote. Tunashukuru kwa kuja jamani. Asanteni sana. Shukrani.